Asante sana. Tafadhali tunaweza keti. Canon Juliet na viongozi wote wa kanisa, ndugu viongozi wenzangu na wananchi na washirika wa hapa St. Paul's, hamjambo. Hamjambo tena. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwathani agocwo. Amen. Ngai no mwega. Naendeshe othe. Hebu mnisalimie hivyo hewani. Asanteni sana. Mimi kwanza nataka nichukue nafasi hii nimshukuru Mungu kwa kutupatia nafasi tufike hapa Lari siku hii ya tarehe 10 mwezi huu wa Disemba, katika ibada hii ya shukrani. Kama vile mumeelezwa, nilikuwa nimepanga mipango tofauti, lakini jana usiku kuamkia leo nilipata kuchochewa sana kwamba nije hapa Lari. Na nilikumbuka mara nyingi tulikuja hapa Kimende, na mlijitokeza mkatubariki na maombi, mkatubariki na kura zenu, na Mungu akatujalia tukapata uongozi na tukapata ushindi. Si ni kweli? Nikasema lazima nirudi hapa Lari, jameni, tumwambie Mungu asante. Na bahati mzuri nikapata ya kwamba mko na ibada ya shukrani. Si ndio hiyo? Bas, hii mambo imeshikana kabisa. So nasema asante sana. Asante sana kwa kutukaribisha. Na kwa sababu haikukuwa imepangwa sana, ndio mkasikia mjumbe wetu Mheshimiwa Kahangara, nilikuwa nimempanga aende kazi kule Elgeyo Marakwet, ako huko leo. Lakini hata na hivyo, wakati niliamua nitakuja hapa, nikampigia simu leo asubuhi, nikamwambia basi sasa tutapangana. Wewe utafanya ile na mimi nitafanya ya Lari. Na nilimweleza ya kwamba ile kura yeye alipigiwa si ni ile tu mlinipigia. So sisi ni watu moja na kazi ni moja. So nimefurahi sana. Sasa mimi vile mmesikia, mimi ndio acting MP wa hapa. Lakini kwa leo peke yake. Kesho Kahangara atakuwa area. Si ndio? So nawashukuru sana watu wa Lari. Wacha nichukue nafasi hii kwa niaba ya sisi wote, kutoka gavana wenu huyu, seneta wetu Karungo, mjumbe wetu hapa Lari, na wabunge hawa wengine wote, Mburu na wengine, MCA wetu hapa Nyoto, pamoja na MCAs wale wengine wote. Niseme kwa niaba yetu sisi wote, asanteni sana kwa kura zenu. Na asanteni sana kwa kutukumbuka kwa maombi. Tunashukuru sana. Na Mungu naye ametujalia. Unajua, Mungu amenijalia nimepata kuwa kiongozi wa Kenya wakati mambo ni magumu. Na kuna vile Mungu amepanga. Kwa sababu unajua Mungu anasema hata kupatia mzigo na akose kukupatia uwezo wa kubeba hiyo mzigo. So Mungu amenifanya nikawa na bahati ya kuwa kiongozi wa Kenya mambo yakiwa magumu, kwa sababu anaelewa atanipatia neema ya kuwezana na ugumu ama uzito wa uongozi wa taifa letu wakati huu. So we are going to make it as a people of Kenya. Mimi nimefurahi sana, nimewasikiza kwa makini kutoka MCA wetu na wabunge na sisi wote tuliosema kwa mambo ya maendeleo ya Kiambu County na mambo ya maendeleo ya taifa letu la Kenya. Nimewasikiza kwa makini
na yale mambo yote mmesema yako katika mipango yetu ya serikali, msikuwe na wasiwasi. Maneno ya barabara hapa ni maneno ambayo tunaelewa vizuri. Barabara za Maumau na barabara zile zingine zote. Kwa muda wa mwaka moja nimetembea nchi nyingi kutafuta vile tunaweza kusukuma maendeleo ya Kenya. Na nimepanga marafiki wengi. Tuko na marafiki sasa wa World Bank, tuko na wa IMF, tuko na wa Marekani, tuko na wa China, tuko na wale wengine wote. Hii barabara yenu ni deni yangu kwenu, nitalipa. Waswahili wanasema ahadi ni nini? Na dawa ya deni. Mimi niko tayari hapo. Nitawalipa, mtashangaa. So barabara hii tutajenga, tutaweka lami, tutaongezea hizo zingine za kando kando ili tuhakikisha kwamba hii lari inapata tofauti kupitia kwa maendeleo. Hata hii barabara kubwa hii kuna msongamano mkubwa. Hii highway ya kwenda mpaka Nakuru, mpaka Eldoret, mpaka Malaba. Pia nimeongea na rais wa Ufaransa ambaye tulikuwa tumekubaliana na yeye wajenge hii barabara. Wamekuwa na matatizo na kuna vile tumekubaliana, kwa sababu mimi nataka hii barabara tuanze kujenga from next year. Na tunataka tujenge sio hata ifike Nakuru, tunataka tusukume mpaka ipite Eldoret. Iwe leni 4 ndio tupate nafasi ya kutembea katika taifa letu la Kenya bila vizuizi na bila matatizo. Vile vile nimewasikiza barabara ndogo mmesema ya kwenda sokoni hapa Maimaihu. Huyu MCA amesema hiyo barabara nitaona vile tutapanga. Mbogwa, si umesikia hiyo maneno? Nimekuja na huyu Mbogwa PS wangu wa mambo ya barabara ndio aweke. Si umesikia vile nimesema wewe Mbogwa? So tumekubaliana hiyo kazi tutashirikiana pamoja. Vile vile huyu MCA wetu amesema mnatafuta nafasi kama 10 ya kazi. 10 ni kidogo mheshimiwa. Tunataka kazi nyingi, si ndio? Na kuna vile tumepanga hapa kwenu. Tayari nimeongea na mjumbe wenu, nimeongea na huyu gavana wenu. Tumepanga, mlisikia tunapanga mambo ya affordable housing. Hapa Kiambu tayari zile nyumba zimeanza, kule Ruiru zile zimeanza kwa Alice, kule Thika. Ya hapa kwenu iko katika tunatengeneza kandarasi. Hapa Rukoma hapa tuko na ekari 6, tunataka kujenga nyumba 1000 hapo. So wewe Nyotu utapanga. Wale watu wanahitajika pale ni watu kama 1000. Wacha 10. Tunahitaji watu 1000 pale ya kufanya hiyo kazi. So anza kupangana na hawa. Wale engineer, tunahitaji engineers pale, tunahitaji architect, tunahitaji quantity surveyor, tunahitaji plumber, tunahitaji electrician, tunahitaji hata watu ya mkono. Si ndio? Utawapanga wakuje pale na MCAs wale wengine ili tusukume hiyo maneno iweze kusonga mbele. Na Kiambu County tumeshakubaliana ardhi ile iko ya serikali, ardhi ile iko ya county. Tumeshakubaliana na gavana wenu ya kwamba hiyo ardhi yote tutatumia katika mpango ya affordable housing. Najua tukiwa na muonda ni ya kutengeneza chakula ama ya kujenga. Hakuna ardhi inakaa tu kukaa. Si ardhi ikiweko ni ya kujenga ama ya kulima. Si ndio? Iko ardhi ya kuacha tu ikae bure kama sinema. Ardhi si sanamu ya kuabudu. Ardhi ni kutumiwa kwa ujenzi ama kwa kuzalisha chakula. Si ndio? So tumekubaliana hii ardhi, na hiyo ardhi vile ya kuhakikisha kwamba inatumika na watu wengi ni katika hii mpango tuko naye ya affordable housing.
Unaona shamba ekari 6 hapa itatumika na watu 1,000. Wacha niwaulize, hiyo ekari 6 kama ingekuwa tugawanye, ingegawanywa na watu ngapi? Hata ukifanya ile 50 by 100. Si ni watu wachache? Haiwezi hata piga watu 50 ile 50 by 100. Lakini sasa tukiweka affordable housing tunagawana na watu 1,000. Si ndio? That's how we want. Hiyo ndio mpango yetu. Na pale katika tukipanga mambo ya housing, hapo tunapanga ajira ya vijana wetu, hapo tunapanga makao, na katika hiyo mpango tumesema tunataka nyumba ambayo itakuwa bei inatoshana na mwananchi wa kawaida. Pale tutakuwa na social housing. 25% ya manyumba tutajenga pale ni ya shilingi 3,000 kwa mwezi kulipa, alafu inakuwa yako. So tunapanga hivyo kwa sababu tunataka tuhakikishe ya kwamba watu wote wa Kenya wanaweza kupata mahali pa kukaa. Nyinyi mnaelewa kuna watu wanaishi katika makao sio mazuri, si ni kweli? So we need to improve the quality of life of every Kenyan. So hiyo mpango tuko nayo, tumetangaza kandarasi nyingi, nyumba vile nimesema, hata hapa Kikuyu tumekata shamba ya serikali karibu ekari 100, tunataka kujenga town mpya pale na nyumba 10,000 ya watu wa Kiambu County hii. Watu wapate makao mzuri, ndio tuache kukatakata mashamba ibaki ya kuzalisha chakula. Si ndio? Tukikata shamba hii tunajenga mpaka mahali ya kupanda chakula inakosa. So tunataka hii watu wengi waishi pale, shamba tuwe naye ya kulima na Kenya iweze kusonga mbele. So tumekubaliana hii kazi tunasukuma pamoja na hawa viongozi wote tukiwa tumeshirikiana. Vile vile tumekubaliana na hawa wabunge, wamepitisha sheria kule bunge kubadilisha sheria ya CDF. Kesho asubuhi mimi naweka sahihi ikuwe sheria ya Kenya. Tomorrow morning. Hii Kenya ibadilike, ni lazima ibadilishwe, na inabadilishwa na mawazo na mipango. Tunaelewana? Ndio sababu hiyo hata saa hii nikiongea na nyinyi, waziri wetu wa mambo ya labor ako kule Saudi Arabia, kwa sababu tunataka kupanga vijana watapata ajira kila sehemu. Kuna wale wataenda hapa Rukuma kufanya kazi ya housing. Kuna wale watafanya kazi hapa kwa ICT hub. Kuna wengine tutawapandisha ndege waende wafanye kazi nje ya Kenya. Sio kama tunaelewana? Kwa sababu tulikubaliana kazi ni kazi. Ama tulikubaliana namna gani? Sisi tulikubaliana kazi ni kazi. Nilikuwa naona juzi kiongozi wa upinzani analalamika ati anasema huyu Ruto watu wengi sasa wanapelekwa nje kufanya kazi. Kwani alikuwa anataka wabaki hapa Kenya wakingojea nini? Sisi tulikubaliana kazi ni kazi. Na bado sasa amelalamika mapema. Bado watu watatoka Kenya hii waende wafanye kazi nje kwa maelfu. Nimekubaliana na Israel, kuna wale wanaenda Israel mwezi huu na mwezi ujao kufanya kazi. Kuna wale nimekubaliana na watu wa Ujerumani, kuna wale nimekubaliana na watu wa Marekani, kuna wale tumekubaliana na watu wa Saudia, kwa sababu tunataka kuhakikisha ya kwamba hii Kenya kila mtu, vijana wetu wengi wanapata mahali ya kujishikilia, wanapata mahali ya mapato. Kwanza hawa wenye wanaenda nje ndio watatusaidia kuleta madola, ndio hii exchange rate waje kutusumbua. Nini mnanielewa? Sasa niwaulize, mtu akienda Israel apate mshahara ya 1,100, 1,150, iko makosa hapo? Ama mnataka akae hapa kwa shopping center hapa Kimende? Si ndio? So unajua kuna watu wengine hawaelewi vile mambo yanaendelea. So naambia kiongozi wa upinzani, wacha kulalamika mapema my friend. Watu wataenda wengi wa kufanya kazi, kwa sababu tunataka kupanga vile Kenya hii itasukumwa mbele
kwa bidii, nguvu na kufanya kazi kwa Wakenya wengi. And I committed myself, nilisema tunataka kuongeza ile pesa tunapata kwa ile remittance ama pesa inatoka nje kwa Wakenya wanaofanya kazi nje. Kutoka shilingi bilioni 4, mimi nataka tufike bilioni 10 kila mwaka. Pesa dola zinakuja Kenya. Ndio tuweze kuendesha hii Kenya iweze kusonga mbele. Tumekubaliana? Na ndio sababu mmesikia Alice. Huyu Alice ndio mwenyekiti. Msione vile ndio mwenyekiti ya kamati ya bunge inashughulika na mambo ya vijana, mambo ya ajira, mambo ya wazee. So tumekubaliana ya kwamba ile NYS tutakuwa tunachukua vijana 30,000 kila mwaka from next year. Hawa vijana tunawafanyia training, wengine tutawapeleka nje, wengine tutawapanga na ajira hapa Kenya, lakini zaidi tutahakikisha kwamba vijana wetu wanatumika kwa njia inayofaa, hawaingii kwa madawa, hawaingii kwa mambo ya ulevi, tunawapanga vizuri. Na we are going to use ama tutatumia mbinu tofauti. Kuna wale wataenda NYS, kuna wale tutawapanga hapa, kuna wale tutawapanga na ICT, kuna wale tutawapanga na bilateral labor agreement, export of labor, ndio tuweze kuwa na nchi ya wafanyikazi. Kwa sababu tulisema kazi ni kazi. Si tulisema wera ni wera? Ama tulisemaje? Ama mlikuwa mnafikiri itakaa namna gani? Si ndio namna hiyo? That is how we are going to do it. And that's how we are going to make Kenya move forward. Ile mimi nafurahi ni kwamba tunaongea sasa vile kazi itapatikana. Wale wa upinzani wanaongea mambo yao, sisi tunapanga vile Kenya itasonga mbele. That's how we want. Na nakubaliana na nyinyi ya kwamba Tibet yenu hapa Kwaregi hapa. Hiyo Tibet yenu kidogo iko na matatizo kidogo. So na nimekubali ya kwamba sasa tutajenga pale hostels ya wanafunzi 600. PS wangu Bwana Hinga tumekubaliana na Kahangara na tayari tumeweka kandarasi. We are going to build hostels. Ndio vijana wa hapa wasiende Kikuyu sana. Wachache waende Kikuyu. Wengi wapage hapa Lari. Si namna hiyo? Na vile tumeajiri walimu wa mashule yetu. Tumeajiri walimu 56,000 hivi. Lakini pia tutaajiri walimu 1,700 wa Tibet. So msikuwe na wasiwasi, hii Tibet yenu tutawaletea walimu wa kutosha wa kufundisha hizo courses mnataka. Nitafuatilia hiyo kazi na mjumbe wenu nimwambie sasa nimejicommit kama acting MP wa hapa, yeye atakuja ashike kutoka hapo. Si mtamwambia ile nimekubaliana na nyinyi? So ndio tuweze kukamilisha hiyo kazi pale. Na waomba ninyi nyote kama viongozi tuungane, tushirikiane, ndio tuweze kubadilisha taifa letu la Kenya. Mimi nataka niwaeleze vile vile ya kwamba vile nilisimama hapa Kimende, si ndio? Tulikubaliana tujenge soko hapa, si ndio? So hii soko tayari iko kwa mpango yangu, tutawajenga soko hapa Kimende. Na tutajenga soko pale Nyambari. Na tutajenga soko Kagwe. Na ile soko Mjinga tumetangaza tayari. So hiyo soko 4 ya watu wa Lari ni deni mimi niko naye, nitalipa, nitajenga. Si ndio? Ndio mama mboga pia apate mahali pazuri pa kufanya biashara jameni. Si ndio? So tushirikiane namna hiyo na tufanye kazi hiyo pamoja. Ndio mimi nimefurahi kufika hapa leo, na pia niwaambie hii wiki ambayo tunaenda wiki ijayo pia tunatangaza kandarasi ya kwanza sasa kujenga ile
special economic zone ambaye tuligazette. Ile shamba ilikuwa ya Del Monte pale, tumekata eka 500, tunataka kujenga special economic zone. Tayari nimeweka shilingi milioni 500, tunatangaza kandarasi next week, kwa sababu hapo tunataka kuzalisha nafasi ya ajira kama 10,000 ama 15,000. Pale kwanza yenu ya hapa Del Monte tunataka kuwa ni mahali ya kutengeneza madawa ile ya hospitali. We are going to make this special economic zone a pharmaceutical, specifically a pharmaceutical economic zone ya kutengeneza, kwa sababu mnajua bado tunaagiza 70% ya medical commodities ama pharmaceutical commodities bado tunaagiza kutoka nje. Lakini sasa tunabadilisha mambo, tutaleta factory hapa tutengeneze madawa yetu ya Kenya hapa nyumbani. Umeelewana jameni? Tuwe tunatengeneza madawa, vijana wanapata ajira na tunasonga mbele kama taifa. So next week we are advertising for the construction now of the infrastructure ya Del Monte hapa, ile ya Sagana, ingine iko Nakuru, ingine iko Eldoret, ingine iko Busia. Ndio tuhakikisha kwamba we have the necessary infrastructure for manufacturing, for industrialization, and also to make sure that the young people of Kenya wanapata ajira. So tunasukumana namna hiyo, na mimi nataka niwahakikishie ile mambo ilikuwa msukosuko ilikuwa hapo ya uchumi, sasa uchumi yetu tumedhibiti. Our economy is now stable. Naona watu wa magazeti hawaamini, lakini polepole watakuja kuamini. Hata unga hawakuamini itashuka chini, lakini wameanza kuzoea. So polepole tutazoeana tu tukienda mbele. Si namna hiyo? So nataka niwashukuru sana, nimefurahi kufika hapa. Huyu Canon Juliet ameniambia ya kwamba kuna mjengo mko naye hapa ya kanisa. Yaani hata nyinyi mnatusaidia kupanga mambo ya affordable housing ama namna gani? Naonekana hata nyinyi mko na mpango hiyo. So mnapanga hiyo kazi. Kama ingewezekana niweke pesa ya serikali ningeweka, lakini kwa sababu haiwezekani, sasa vile nitafanya, nimeambia huyu wa Muratha yako wapi? Huyu wa Muratha. Nimeambia sasa, kwa sababu huyu Canon ni mama mwenzake, nitatuma tena mama mwingine anaitwa Cecily Mbarire. Ndio mheshimiwa, ndio gavana wetu wa huko wa Embu, na pia ndio mwenyekiti wa UDA Kenya mzima huyo mama. So atakuja hapa, huyu mama atapanga, si ndio mheshimiwa? Tutapanga na Canon na hawa wa mama na wazee wa hapa, ndio tukuje tukamilishe hiyo mjengo wenu. Mimi unajua mimi ni mfugaji wa kuku. So nitapanga mayai kabisa niuze, alafu nitatumana. Ndio. So hii maneno ya kabro sasa tutapangana. Si ndio? Nimeambiwa kiasi yake ni karibu shilingi milioni 2 hivi inahitajika kupanga hiyo kazi, kusafisha hapa. So hiyo kazi ndio mimi nitafanya saa hii nimalize. Nataka ndio. Wacha ni msipiga makofi sana, kwa sababu hata nyinyi mtatoa pesa. So saidiana, sio? Na nimeona nyinyi watu wa bidii sana. So tutagawana hiyo kazi namna hii. Sawa? Tukubaliane, sio? Tutagawana hiyo kazi namna hii. Hao wabunge wetu hawa kila mmoja atoe shilingi 50,050. Ni wabunge 4. Si ndio? Hiyo inakuja shilingi 200,000. Haya. Huyu wa Matangi, si ni gavana? Gavana mtu anaitwa excellency, si lazima atoe pesa kitu. Huyu gavana atoe shilingi 1,300. Ndio?
na huyu Kimani Ishungwa, yeye ndio mkubwa yetu ya bunge huko, atoe shilingi 1,400. Kwani unataka kuitwa leader of majority bure? Bana, iwezi kuwa majority, hata unakuwa majority mpaka majority kwa pesa, si ndio? Sasa hiyo imefika pesa ngapi? 200 plus 300 nakuja 500 plus 400 imekuja 900. Sasa ile imebaki, mimi natoa 1,000,000. Hapana. Very good. Wamatangi, ndio namna hiyo. 1,300. Haya, na huyu leader of majority amesema kwa sababu tulikuwa tujaze ikuwe 2,000,000, amejaza yake 1,500. Na mjumbe wetu bwana Paul Abor kutoka huko Rongo 50,000. Tuko maneno mzuri. Na engineer Mbogwa ambaye ni PS wangu wa mambo ya barabara 200,000. Na Alice shilingi 1,100. Alice. Na Mheshimiwa Muradha 50,000. Hello my dear. Abigail, mtoto wa rafiki yangu bwana Kahangara 10,000. Haya, na huyu Kagombe anasema yeye ni jirani. Sasa nilikuwa nimemwallocate 50,000 lakini amesema 100 ndio mzuri. Haya, na MCA wetu hapa bwana Nyoto huyu amejipanga. Pia ametupatia 50,000. Na Diongo bwana speaker wetu 20,000. Na leader of majority 20,000. Wanjiko shilingi 5,000. Asante. Basi. Na huyu Mungu atatuma 20,000. Sawa sawa. So unajua kazi ya mjumbe sasa nimegawana na Kahangara. Si namna hiyo? Hii kazi ya mjumbe ilikuwa kazi ya mjumbe kufanya hiyo kabro. Si tumemaliza? Sasa wapi makofi ya mjumbe? Very good. Asante sana. Asante sana, iko zingine shilingi 10,000. Very good. So tulikuwa tunatafuta 2,000,000, nafikiri tumefikisha 2,000,000 na kiasi kidogo. Sasa nyinyi ndio nilikuwa nawapangia, nilikuwa nimepanga ifike 1,000,000 na 1.8 ndio nyinyi mtoe 200. Lakini nyinyi mnaonekana ni watu wa kuomba Mungu. Kwa sababu ile nilikuwa nimewabakishia sasa imejaa. Bahati yenu. So, lakini sasa deni yenu ni ile harambee ya mwezi wa pili, si mtakuja kujaza hapo? Mwadhani ya muradhime.